Melinda, kwani wewe ni mwanamke wa aina gani? Kwani hujali chochote ambacho mimi nakifanya kwa ajili ya penzi langu kwako? Nahangaika huku na huku Melinda kwa ajili ya handle wewe tu katika mapenzi yetu. Lakini hauonyeshe kujali. Nifanye nini? Jordan, nisikize kwa makini. Wewe ni mwanaume ambaye unaongea tu. Hakuna kitendo chochote kile ambacho unakifanya wewe. Vitendo zilo. Huna chochote ambacho unanihudumia mimi wewe. Wanihudumia kwa kipi? Mimi mwanamke afu nahitaji vitu vingi. Nahitaji kusuka. Yaani nibadilishe msuko. Hata kila wiki yani wewe unabadilisha. Niwe nataka kucha mtoto watu nipendeze, lakini unafanya kipi wewe? Ni kuongea tu vitendo zilo. Mwanaume gani? Unachokifanya wewe ni kunyanyasa hisia zangu kwa sababu ya pesa. Melinda, nasafa huku na huku kwa ajili ya kutafuta pesa ili tu ni handle penzi langu kwako. Lakini ni mwanamke ambaye hujali chochote wala uwezi kuhisi kwamba huyu mtu anaumia. Sasa nini ambacho nitakifanya ili uweze kuridhia kwamba Jordan ananipenda kweli, anahangaika huku na huku kwa ajili ya kutetea penzi lake? Yaani maneno yako tu hawezi kunivuta kwa chochote. Sijui unanielewa? Yaani mimi ukizidi kuongea bila vitendo, hutonipata. Yaani utanisikia tu kwa bomba. Ninachohitaji mimi ni hela. Sasampa, unitunze. Lakini ufanye chochote, hasa mimi nitakujali kwa kipi wewe? Unataka nikujali kwa kipi? Sikia Melinda, naelewa. Na ndio maana mimi nahangaika kila kona, kila kukicha, kiguna njia kwa ajili ya kutafuta hizo pesa ambazo unasema wewe. Labda nikuulize kitu kimoja. Unaohangaika nao, wanazipata wapi? Si wanahangaika kama mimi? Wanazipata. Wewe unahisi kwamba mimi sitopata hizo pesa za kukwenda wewe au kukupa wewe kufanya kila kitu ambacho unajisikia kufanya? Melinda, hebu naomba utulie. Wewe ndio unahitaji uwe mke wangu, mama wa watoto wangu nyumbani kwangu. Nisikilize. Nimekuja hapa kwa issue zangu, kufuata wewe. Sawa? Kwa hiyo, fuata mishe zako, nifuate mishe zangu, tusifuatiliane. No. Useme, sikiliza basi Melinda, useme hivyo. Kwa nini umeleta barua bila kunishirikisha? Nesmona, sidhani kama nimefanya kitu ambacho sio sahihi. Nimefanya yale yote kwa sababu tu nakupenda. Na ndio maana nimetoka nilikotoka na kuleta barua nyumbani kwenu. Yusko, mimi sijakataa kuhusu wewe kuleta barua. Ila kwa nini hujanishirikisha? Yaani umenitongoza tu mara moja ukaniambia kwa unahitaji kunioa. Yaani umekuja moja kwa moja kwa mjomba umeleta barua bila kunishirikisha mimi. Ungetakiwa unishirikishe mimi kwanza. Na mimi ndo natakiwa nijue kabisa nimekubali kwa umeleta barua nyumbani, mimi ndo nikubali. Mjomba yule ni mpokeaji tu. Nesmona, nimefanya yale yote ni kwa sababu nakupenda. Na ndio maana nimefuata utaratibu wa mimi kuleta barua nyumbani kwenu tena kwa mjomba yako. Kwa nia tu ya kukuheshimisha. Yaani issue ni kwamba kwa nini hujanishirikisha Yusko? Mimi siko tayari kwa sasa hivi kuolewa. Sihitaji ndoa kwa sasa. Nesmona, kwa kweli unanikatili sana. Na naomba jaribu kuyahisi maumivu ambayo nayapitia moyoni mwangu. Nimefanya haya yote kwa sababu nina mapenzi ya dhati kwako. Na ndio maana nikadiriki hadi kuja nyumbani kwenu kuleta barua. Kwa ninavyofahamu mimi, kila mwanamke mwenye heshima anahitaji kuolewa. Pia ni vile vile kwa mwanaume mwenye heshima anahitaji kuoa. Sasa mbona iko tofauti kwa upande wako? Najua hivyo. Na sio kama eti sitaki kuolewa. Mimi ni mwanamke. Ila wakati wangu bado haujafika. Sihitaji kuolewa kwa sasa. Mimi nimekuja kwa lengo la kufikisha maagizo ya mkwe wako Mona. Amenipa taarifa kuwa wewe umepokea barua ya uchumba inayomchumbia yeye huyo Mona. Akaniambia nije nikuombe wewe kwamba kwa sasa hayuko tayari kuolewa. Na anazo sababu zake za msingi nyingi. Miongoni mwa sababu alizonipa ni kwamba kwa sasa anaona ni bora baada ya kupata majukumu yake kurudisha fadhila kwako kwa kuishi naye na kupata yale mahitaji ya kibinadamu kwa wakati, kwa sababu anaamini yeye ana ajira inayoweza kumpa kipato cha kuendesha maisha yenu kwa ujumla. Nafikiri yeye msimamo wangu nilishamueleza, labda kwa faida tu na wewe nikuambie. Mimi nitamwozesha. Nitamwozesha kwa sababu
Mona ni binti ambaye anajitambua, anajiheshimu na tayari ameshafikia umri wa kuolewa. Mimi nimemlea katika mazingira ambayo mimi mwenyewe najua, ndio maana sitaki abaki hapa nyumbani, kwa sababu tayari anajitambua na anajifahamu na ana kazi yake. Sioni sababu ya yeye kukataa kuolewa. Huyu binti amejitunza kwa muda wote huu, amejiheshimu kwa muda wote huu. Pia kujitunza kwake na kujiheshimu amenijengea pia na mimi heshima yangu. Sasa iweje niendelee kubaki naye hapo? Naogopa binti yangu kuja kuwa kama tikiti. Sijamlea yeye kwa kutegemea chochote kutoka kwake. Mimi nimemlea kama jukumu langu, kama mjomba. Kwa hiyo msimamo wangu mimi utabakia pale pale. Huyu binti mimi nitamuozesha, kwa sababu kwanza hata sababu aliokupa sidhani kama ni ya msingi. Kwa mimi ni hivyo tu ndugu yangu. Kama mjui utamwona mtu wa maana, ana nzuri tabia. Karibu. Asante Nesmona. Naomba nikupe majibu ya mazungumzo yetu kati ya mimi na mjomba wako kuhusu shinikizo la wewe kutaka kuolewa na mwanaume usiyempenda. Nimezungumza naye vya kutosha, tumezungumza mengi, lakini bado amesimamia msimamo wake. Anasema wewe una ulazima wa kuolewa na huyo mwanaume. Hakuna namna. Dokta, hii imekaaje hapa? Na kati mimi nilikuita unisaidie kuwa sihitaji kuolewa na huyu mwanaume, na ndio maana nikakuita unisaidie. Sasa unaniambiaje kuwa mjomba amekataa? Ujue kuna sababu alizozitoa. Kwa namna moja ama nyingine, yeye kama mlezi ama msimamizi wa maisha yako yuko sawa. Bado hajawahi kujua kwamba wewe upo katika mahusiano au la. Mjomba wako hajawahi kukuona ukijishirikisha katika mahusiano na mwanaume yeyote. Na haijawahi kutokea wewe mwenyewe kwa hiari yako kumchukua mwanaume ukamleta, ukamtambulisha kwake ili aweze kutambua kwamba wewe mpwa wake tayari umeshaanza kuwajua wanaume. Haijawahi kutokea. So kitu kikubwa alichonacho yeye ni kukufanya wewe uwe sehemu ya maisha hayo anayoyataka yeye, kwa sababu anaamini wewe huna mtu, na ndio maana amekutafutia huyo mwanaume. Kama angefahamu kama wewe unaye, ingekuwa rahisi sana wewe kupinga hilo unalolisema. Mbaya zaidi, uliutumia muda wako kufanya mambo yako bila kumshirikisha yeye katika vitu vyako binafsi, hasa hivyo vinavyohusiana na relation. Kwa nimeona kwa namna moja ama nyingine yuko sahihi, ila anakuwa hayuko sahihi kwa sababu bado hajakaa na wewe kutaka kujua kwamba je, upo kwenye mahusiano au la. Hapo tu. Dokta, mimi ikiwezekana nitoroshe nikaishi hata kwako, maana huyu mwanaume mwenyewe sina malengo naye kabisa. Simona, kila kitu na take easy. Unachukulia simple sana. Yaani naanzaje kukutorosha hapa kukupeleka nyumbani kwangu? Sasa si bora tu nikoe. Yaani nitakuwa nimefanya nini? Yaani kama itakuwa nimekutorosha hapa kwenda kuishi nyumbani kwangu bila kufuata utaratibu wa kukuoa, yaani nimeruka jivu naenda kukanyaga moto. Mara 100 nikuoe kabisa. Lakini jambo hilo sipo tayari kwa sasa. Nirudie mara ngapi? Simona, nielewe. Mimi sitaki kuolewa na mwanaume ambaye simjui. Yaani humjui kwa kutokumuona au humjui kupitia maisha yake? Namfahamu tu kwa kumuona, ila maisha yake mimi siyajui. Simona, naona kama unanifanya nichanganikiwe. Yaani kwa siku ya leo, kama atakuja mgonjwa kumhudumia mwenye maradhi ya kuumwa kichwa, naweza nikajikuta nampa vidonge vya gono. Alafu nimekumbuka kitu. Nimepata taarifa. Kuna barua nimepata. Dr. Chiko ametubadilishia kituo. Mimi na wewe, wengine watabaki pale pale. Kwa hiyo tutaenda kufanya kazi kwenye kituo kingine cha afya. Na anasema yupo katika upelelezi kwa sababu kile kituo kina watu wengi wanaenda na kutoka. Watu wanataka kutufahamu kati ya mimi na wewe tukoje na tabia zangu mimi kwenye kile kituo zilikuwaje. Anafanya hivyo kwa lengo la kupisha hao watu wafanye majukumu yao ili shutuma zisitufikie sisi moja kwa moja. Na ndio maana amelenga kutubadilishia kituo kwa muda mfupi lakini. Sawa dokta, mimi nimekuelewa. Utaanza kunitania. Ni daktari bingwa wa magonjwa yote, akikutibu utamsi
Tatizo anapenda chini kuliko kitu chochote, wagonjwa wake anawapitia, ustahimilivu mwenzetu yeye hana. Jamani baby, sasa msubiri tu, mama anakuja. Ni muda mwingi sana nimemsubiri, lakini hatokei. Baby, ulitakiwa kuwa na subira, maana mama amepata dharura. Nicho mpenzi wangu, nimefika hapa muda mrefu. Subira yangu sasa imefikia kikomo. Siwaoni watu wako wa karibu ambao wamesema nikija hapa wanatakiwa kunitambua na mimi kuwatambua. Siwaoni mpaka sasa. Baby, siendelee kusubiri hata kidogo. Sawa, na kuheshimu na kupenda, na ndio maana nimetii sheria zako bila shuruti kwa kuja hapa kwa lengo hilo tu la mimi kufahamika katika familia yako. Na nimetumia muda mwingi huko ndani kuzungumza na wewe, lakini time my dear, I'm professional doctor. Unafahamu kuwa majukumu yangu hayana kikomo. Nafanya kazi siku zote, muda wote, yaani sio mchana, sio usiku. Nahitaji kuwatibia watu, kurudisha nguvu na afya zao. Kwa hiyo muda ambao nimekuja kuutumia hapa ni muda muhimu sana kwa upande wako. Jamani baby, bwana kuwa na subira kidogo. Ila baby, unanipenda kweli? Yes, me Dr. Kitimu, I love you wewe. Nakupenda. Kwa hiyo utakujali? Mpange mama na ndugu jamaa na marafiki kwa lengo la wao kunitambua mimi na mimi kuwatambua wao kwamba wewe ndio mwanamke wangu. Nakupenda kuliko mtu yoyote katika maisha yangu, na wewe ndio mwanamke wa kwanza na ndio wa mwisho. Sawa bibi wangu? Kweli baby? Nakupenda sana baby. Ujue ni kama ningekuwa na uwezo, hili neno nakupenda ningelitoa ili lije neno lingine lenye uzito mkubwa wa mahusiano yangu dhidi yako. Kwa sababu kukuambia tu nakupenda naona kama ni kaneno kepesi kadojua, kama hakana thamani. Lakini ndio hivyo, tumeshindwa kuwa wabunifu wa maneno mapya. Inabidi tulitumie tu leo. Love you. Me more baby. Yes, we more me GSM. So, natakiwa niondoke. Baby bwana. Una vituko. Ndio nilivyo. Unajua katika mapenzi sio unakuwa tu nginja umekasirika umefanyaje. No. Mapenzi ni hisia, mapenzi ni feelings. Mapenzi utashi, mapenzi mtaniane, mapenzi muangaliane usoni. Mapenzi sio kila mtu ameona nini. Mpenzi wangu. Nikwambie kitu. Naomba niondoke zangu. Wasije wakaja watu hapa ni ndani kwenu. Mjomba, mimi bwana nimekusikiliza, alafu nimekuelewa. Lakini kabla sijaendelea na maswali yangu, labda nikuulize, unaona kabisa wewe uko sahihi ulichokifanya? Umekosea tena pakubwa, haswa kwa sheria zetu sisi Mabantu. Wewe umeona wapi mlengwa mwenyewe ndio anapeleka barua ukweni? Wewe umeona wapi hiyo? Wewe heshima ya wapi? Nani kakufundisha? Wewe unatudhalilisha sisi, unatutia aibu, tunaonekana sisi tumekutelekeza wewe. Haya, sema sasa, sisi tumekutelekeza wewe mpaka unachukua hayo majukumu unayochukua wewe na kwenda huko ukweni kupeleka hiyo barua. Hivi kweli mjomba, wewe si unatuvua nguo sisi mchana kweupe wewe? Mjomba, mimi nimekuelewa, lakini muda ambao tulitakiwa sisi twende kule we haukuwepo, na nimejaribu kukusubiri sana mjomba wangu ili tuweze kuelekea wote kule, lakini nimesubiri dakika ya mwisho, nimechoka. Nikaona ni bora tu niende niwahi kupeleka ile barua kwa sababu tu ni jambo la heri. Sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia baada ya mimi hakuna mtu mwingine ya wewe kumtuma? Tuseme kwenye familia sisi wote hatupo, hakuna mzee yoyote labda ukamtuma kazi mpaka uende wewe?
Mjomba, unatudharaulisha, yaani unatuvua nguo mchana kweupe. Usiolee hamu mjomba, usije ukaolea hamu, itakutokea puani mbwa wewe, alafu tutakimbiana hapa, sawa? Sete mambo ya kishenzi hapa. Shika adabu yako na adabu ikushike. Hatutaki sisi kuvuliwa nguo hapa, sawa? Tena ukome. We mshenzi nini we? We una adabu wewe? We mbona hujaelewa hivyo? Hizi tabia za kishenzi watupeleka wapi we? Au hizo bangi mnazovuta huko eh? We mjinga nini we? Mimi nikajua mjomba una akili kwa sababu umefuga nywele hizi, lakini kumbe hamna kitu eh? Kumbe wewe bogazi eh? Eti mimi nikajua mjomba wangu umekuwa vizuri bwana, sharobalo amana, umefosokota vinywele hivyo vimelalala, una akili, kumbe hamna kitu box eh? Toka hapo usiuone ni mbwa. Kwenda. Mona? Yes mjomba. Hivi mwanangu wewe una matatizo gani? Kwa nini tena mjomba? Hivi inakuwaje mwanangu, jambo la familia unaenda kuwashirikisha watu wa nje? Kama kulikuwa kuna jambo lolote au tatizo lolote, kwa nini usiniite hapa mjomba, mimi nina tatizo na wewe, naomba tukae unisikilize. Alafu kama mimi ningeshindwa kusikiliza ndo ungeenda huko nje. Alafu pia mambo ya familia huwa hayatoki nje, na nishakufundisha hichi kitu. Wewe inakuwaje unaenda kumuelezea yule masuala ya familia yetu? Mbona sikuelewi mjomba, kuna nini kwani? Wewe usichokielewa ni kipi hapa? Jambo ninaloongea hapa linahusiana na ile barua iliyoletwa hapa. Wewe tuliongea hapa na ukaniambia nikupe muda. Kwa hiyo muda niliokupa ndo ule uliotumia wewe kwenda kumwambia yule daktari wako sijui nani yule aje aanze kunishauri mimi juu ya swala lako wewe. Anajua sisi misingi ya mila na misingi ya dini, mila na desturi zetu sisi. Mjomba, naomba unisamehe, kweli nimekosea. Naomba unisamehe kwa hilo. Nisikilize nikwambie Mona. Masuala ya familia siku zote nakwambia yaishii hapa hapa ndani. Kama kuna jambo ulielewi, kuna jambo unataka kuniambia, unahitaji ushauri, nifuate niambie. Wewe kuna siku ushawahi kuniita kuniomba ushauri wote nikakutukana au nikakupiga? Si huwa anakaa na kusikiliza vizuri na anakushauri. Kinachowezekana tunafanya, kisichowezekana nakwambia hiki hakiwezekane. Lakini jambo la familia huwezi kwenda kumwambia mtu kama yule wakuja kunishauri kweli mimi. Wewe usiolewe. Na wewe uliniomba mimi muda. Nimekupa muda, nasubiri majibu. Tena anakuja yule kuja kuniambia mimi ni kuache sijui nini sijui kitu gani. Kweli ni sawa? Sawa mjomba, nimekuelewa. Sawa nenda, lakini sitaki tena mimi ili jambo lijirudie. Tena yule mwambie asije akanifuata tena kwa swala lolote. Una jambo njoo uongee na mimi hapa. Kaka, kuna jambo nataka nikwambie kuhusu afwa zako. Dada, ina maana tayari wameshakukwaza tena? Hapana, hawajanikwaza. Ni jambo jingine kabisa. Jambo gani? Kwanza huyu Michu. Kaka Michu amekuja kunipa taarifa kwamba amepata mchumba. We. Kwa hiyo ndo nataka amlete hapa nyumbani ili wafuate taratibu zote za ndoa. Dada, umesemaje? Amepata mchumba, akasema huyo mchumba yuko tayari muda wowote aje hapa nyumbani ajitambulishe na mambo mengine yaendelea ndoa. Thank you God. Thank you God. Ama kweli Mungu ni mwema. Unajua dada yangu kipenzi, hiyo taarifa yako yani imekuwa nzuri kwangu. Nimefurahi sana. Na hakika hapa tunapozungumza hata malaika wa heri wameshuka. Hili jambo linampendeza hata Mungu, kwa sababu tumeelekezwa katika imani kwamba kuna vitu vitatu vinapotaka kutokea vifanywe kwa haraka. Mojawapo ni hili swala la ndoa. Kwa hiyo dada yangu, mimi kama mjomba nimetoa baraka zangu, tena ikibidi iwe haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo kama kuna majukumu nataka kunikabidhi kwenye hili swala la harusi ya mkwe wangu, mimi niko tayari kwa hali na mali. Ametuheshimisha bwana binti yetu, tumruhusu olewe akaanzishe familia yake.
unaweza ukang'ang'ania kukaa naye akaja kututia aibu baadaye. Mimi binafsi nimefurahi sana kusikia hivyo. Sawa kaka. Jambo lako hilo. Siku hiyo ndio watu watajua kama mjomba naye ni mama. Maana utaselebuka mpaka utasema hiki nini? Wacha wewe, hata tuheshimisha. Kaka haijaishia hapo bado. Ndio. Na huyu Suzi naye. Naye ana jambo lake kama hilo hilo. Suzi naye ana jambo lake lipi naye Suzi, Naye kapata mchumba. Sasa mbona kama sijakusikia? Au nimekusikia sio sijakuelewa? Kaka Suzi naye anataka kuolewa. Binti yangu. Abe mama. Taarifa zako zote nimezipata kutoka kwa kaka yako. Yaani maisha yako yote unaishi na mume wako. Nimeambiwa na kaka yako. Na changamoto unazopitia kwa mume wako sio kwamba sizijui, nazijua. Lakini kwa kuwa wewe ni mke wa mtu, nimeshindwa kukuita. Na kwa kuwa umejileta mwenyewe, nataka nikwambie tu, maisha ya ndoa yanahitaji uvumilivu. Usipovumilia kwenye ndoa yako ni mtihani mkubwa. Hata sisi unapotuona wazazi wako tulivumilia. Na ingekuwa kwamba sisi tulikuwa tunakwazwa kidogo tu tunataka turudi nyumbani kwetu, hata wewe usingezaliwa. Ungezaliwa kwa nani? Lakini tulivumilia. Hata vikombe kabatini vinagongana. Kwa hiyo katika ndoa, masuala ya ndoa, kupishana, kugombana ni kitu cha kawaida sana. Na hata hao ndugu wa mume na usikia wanakunyanyasa au mawifi zako, uwezi ukawazuia na uwezi kuwabadilisha. Hakuna mwanadamu anaweza kumbadilisha mwanadamu mwenzake. Kingine mwanangu, katika haya majumba unayoyaona, kila mwanamke aliyeolewa ana changamoto na mawifi zake. Sasa wewe, kwako wewe kipya ni kitu gani? Kwa hiyo mama, unafurahia mimi ninavyonyanyasika kwenye ndoa yangu? Kwa hiyo mwanangu, ulikuwa unataka nikwambie kwa kuwa unanyanyasika rudi nyumbani? Mimi sio mwanamke mpumbavu, mama mpumbavu wa staili hiyo. Ninachojua mimi katika maisha ya ndoa ni uvumilivu. Sehemu ambayo wewe ufahamu ni kueleweshe vizuri. Ugomvi wako na mume wako maliza chumbani, wewe na mume wako. Yaani umepitia changamoto na mume wako, ingia chumbani kwako, malizana na mume wako chumbani kwako. Hayo ndio maisha mazuri ya ndoa. Na mwanamke wa staili hiyo ni mwanamke bora katika ndoa yake. Lakini mwanamke ambaye kila jambo linalofanyika chumbani kwake anataka alipeleke kwa shoga, alipeleke kwa ndugu zake, alipeleke kwa nani, huyo sio mwanamke bora kwenye ndoa. Na si jirani ajue, na si mzazi wako ajue, wala mzazi wake ajue. Malizaneni wenyewe chumbani. Na nikwambie mwanangu, hakuna mwanamke mbaya wala mpenzi mbaya. Ila ubaya unautaka wewe. Kwa sababu leo utasema namwacha mume wangu nikampate mwanaume mwingine. Wanaume ni wale wale. Aso hili ana lile. Unaweza kumwacha anayekojoa kitandani ukampata anayekunya kabisa, afadhali iko wapi? Kikubwa wewe ni kuvumilia kwenye ndoa yako. Lakini mama, Yaani hizo habari za lakini mama sitaki kusikia. Tulia kwenye ndoa yako binti yangu. Nimekwambia changamoto zako maliza chumbani kwako na mume wako. Acha kuwa na tararira nyingi kuambia watu shida zako au changamoto zako. Hata mimi mama yako kuja kuniambia changamoto zako ni kama unamdhalilisha mumeo. Kaa chumbani kwako na mume wako, malizana naye. Nina furaha kuzungumza nawe kutokana na taarifa ambayo nimeipata kutoka kwa mama yako kuhusu swala zima la wewe kupata mchumba. ni kweli mjomba, nimepata mchumba. Safi kabisa. Ni jambo zuri. Ni jambo la heri. Huo ndo ukamilifu na ndio heshima. Sasa nikiwa kama mzazi wako, nitumie mawili matatu kukuelekeza. Mwanangu, ndoa umeitaka mwenyewe. Ndoa sio lele mama. Utakapokwenda huko, utakapokwenda kuolewa, najua mama yako, bibi zako, nani watakuelekeza zaidi, ila mimi nakwambia kwa uchache, ukatuheshimishe.
ukatulie, utengeneze familia yako. Sasa pamoja na hayo, lakini pia mtoto wetu tunakupenda. Hatuwezi tukakutupa tu, hauna shida wewe. Nitafurahi sana na kufarijika nikiona mwanangu unakwenda kwenye sehemu sahihi. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuingilia furaha yako. Angalau nipate wasifu wa huyo mwanaume anataka kukuoa. Ni kabila gani? Yeye anatokea Mtwara. Mtwara? Njia hiyo huko? Ndiyo mjomba. Anafanya kazi gani? Ni daktari. Wow. Daktari. Safi. Hiyo imekaa vizuri. Sasa naomba ufanye kitu kimoja. Nahitaji unikutanishe na huyo mkwe wangu, ili niweze kukutana naye, nizungumze naye. Kwanza niongee naye kama mzazi wake, lakini pia niongee naye kama mwanaume mwenzake. Kwa heri tu kwa ajili ya kujenga, ili tuliweze kuliratibu ili jambo la harusi yako uweze kulifanya kwa wakati. Lini utanikutanisha naye? Hilo halina shaka mjomba, lakini kutokana na ratiba yake nitakaa naye chini, nitazungumza naye nijue lini ana muda, kwa sababu kama nilivyokuambia ni daktari. Kwa hiyo kuna muda anakuwa ratiba yake inambana sana kutokana na wagonjwa. Nikishajua ratiba yake basi nitakuja kukuambia mjomba. Sawa. Basi fanya hivyo, alafu mtapanga kama mtakuja nyumbani kwangu au kama tutakuja hapa kwenu kwa mama yako. Kwa hiyo sasa hapo kadiri utakavyoharakisha ndivyo jambo lako litakavyokwenda. Ni kweli mama, mimi kuna binti ninampenda na nikapata maamuzi ya kupeleka barua nyumbani kwao mimi mwenyewe. Lakini nilivyomshirikisha mjomba alinisema sana. Pia inavyoonekana yule mwanamke kwa sasa ni kama hanihitaji. Hivi mwanangu, una akili kweli? Inawezekanaje uandae barua ya uchumba upeleke huko kwenye familia za watu? Sisi wazazi wako hatujui. Wewe unatumia akili matope. Wewe uliona wapi na ulisikia wapi na desturi za wapi hizo? Wewe unatakiwa uandae barua yako, atafutwe mshenga, lakini kitu cha kwanza kabisa tuijue ile familia vizuri unayokwenda kupeleka barua. Kuna familia nyingine zina magonjwa ya kurithi. Mafamilia mengine kuna ukoma humo. Mafamilia mengine kuna vifafa na pumu. Tujue unaenda kuoa kwenye familia gani. Lakini nyinyi vijana mnakurupuka tu. Ni familia nyingine za kufa tu. Yaani una mwanaume hajabale kafa, huyu familia za kufa. Tuambie kwanza sisi wazazi wako, mama mimi naenda kuoa kwenye familia fulani. Tufanye uchunguzi kwenye familia ambayo wewe unaenda kuoa. Tujue je ile familia ikoje? Je sio wachawi? Je si watu wa kufa? Je hawana magonjwa ya kurithi? Wewe unakurupuka unaenda kuandika barua unapeleka peke yako. Wewe una akili? Mama, nampenda. Hivyo mwanamke angekuwa anakupenda angekukataa? Yaani angekuwa anakupenda angekukataa? Lakini mama, sio kama namlazimisha. Mara ya kwanza mimi kukutana na huyo binti, nilipomtongoza aliniambia kama kweli mimi nampenda kwa dhati, basi nipeleke barua nyumbani kwao. Hivi wewe, mimi nimekusomesha nauza chapati na maandazi, nikakusomesha mpumbavu wewe. Ama mapenzi ambayo unayetaka kuyapeleka kule unayalilia hapa, kwa nini usinililie mimi mama yako, kanipenda mimi mama yako? Hivi una akili? Maanake najua ukinipenda utanunulia wax, utanunulia nguo nzuri ya kuvaa. Yaani utakisha mama yako niko smart na kula vizuri naishi vizuri. Lakini unaanza kuniambia mimi nampenda mama. Hivi unaona unachoongea wewe? Sawa mama. Lakini naomba nikukutanishe na huyo binti ili ukae umuelekeze, uzungumze naye kiundani kama mama yangu. Maana kwa kweli nampenda sana huyo binti na nashindwa, sijui hata nifanye nini ili niweze kuwa naye, kwa sababu kila ninapokutana naye ananiambia maneno tofauti kiasi kwamba naumia mama yangu. Naomba unisaidie kwa hilo. Mbona unaanza mapema kuchanganyikiwa na huyo mwanamke? Au ndo ushalogwa?
Maana umekuwa na mapenzi alibadili kusomwa na mmoja kuuhamia. Mapenzi gani haya yanakuchanganya kiasi hicho? Ina maana mwanangu, toka wewe umebalee na akili zako zote hujapata wanawake huko kote, unazunguka unamlilia mwanamke kama unavyomlilia mbele yangu. Alafu ulivyokuwa tahira sasa, unaniomba mimi eti mama, naomba nikukutanishe na huyo mwanamke, mama au nibembeleze. Yaani unanifanya mimi mama yako sasa niwe kuhadi wa huyo mwanamke wako. Mama, kwa kweli haujui tu moyo wangu unavyoteseka kwa mbali na yeye. Hebu toka bwana, niondolee upumbavu wako hapa. Tena hebu niache. Niache niendelee na mambo yangu mengine, usiniharibie siku leo. Mama. Abe mjomba. Nimehitaji kuzungumza na wewe tukiwa wawili. Naomba katika mazungumzo haya unisikilize kwa makini. Lakini katika mazungumzo haya nitapenda kutumia sauti ya taratibu, kuzungumza kwa upendo. Tunazungumza mtu na mzazi wake, mzazi na mtoto wake. Kwa hiyo nitafurahi na nitashukuru kama utaweka umakini wako, na chochote nitakachokuuliza unijibu ukweli mtupu. Sawa binti yangu? Haina shida mjomba, nakusikiliza. Nimezungumza na mama yako. Katika mazungumzo yetu ameniambia kwamba umepata mchumba, na kinachosubiriwa ni ridhaa yetu tu tukuruhusu uweze kufunga ndoa na huyo mchumba wako. Sasa nikamwambia dada yangu, hebu niachie nikae na mwanangu anitamkie mwenyewe kwa kinywa chake. Eti binti yangu, ni kweli unataka kuolewa? Mjomba, niliongea na mama nikamwambia na mchumba na amenikubalia. Bado sijaridhika na jibu lako. Najua uliongea naye na ndio maana ameniambia. Mimi sitaki hiyo habari ya uliongea na mama ukamwambia. Nataka unithibitishie ni kweli unaye mchumba na unataka kuolewa. Achana na habari za kuongea na mama. Hapa unazungumza na mimi. Mimi hapa mjomba wako na kuuliza kwa upendo kabisa. Yaani ni kweli kabisa unanithibitishia kwamba unaye mchumba, yani unaye, yani mko wote na anataka kukuoa? Ndiyo mjomba. Kwa hiyo mwanangu, yale yote nilozungumza na wewe ni bure kabisa. Yaani yaliingilia huku yakatokea huku. Hivi tulizungumza mambo mangapi kuhusu swala wewe kusoma? Hali ya maisha sasa hivi jinsi ilivyo, elimu ndio urithi wa pekee wa kuachiwa mtoto. Dunia sasa hivi inataka wasomi. Hebu jifunze, hata rais wa nchi yetu ni mwanamke. Wizara, mataasisi mbalimbali yanaongozwa na wanawake. Ni shule, ni elimu. Hivi kweli unaacha masomo kwa sababu ya mapenzi katika umri huo? Una haraka ya nini? Hamna mjomba. Huyo mwanaume tumekubaliana. Sitaki kusikia huo ujinga. Sitaki, Suzi. Kwa sababu gani unapotoka kiasi hiki? Nataka usome. Kama ulikuwa unapima au unajaribu, mimi kama mjomba wako siwezi kuruhusu hilo. Na nikifanikiwa kumjua huyo mwanaume anayekurubuni, anayekuharibu wewe akili kiasi cha kupelekea kutaka kufanya vitu vya ovyo kiasi hiko, nitamfanya ajute kuwepo katika ulimwengu. Baada ya mimi kumaliza kuongea na wewe hapa, sitaki kuwasiliane naye
chochote mlichokuwa mmepanga kimeisha, na kuanzia wiki ijayo unatakiwa kurudi shule. Sasa wewe leo nataka uniambie wewe mwanaume wako nawe dai ni dokta. Ni dokta yupi? Unataka kumjua kazi gani wewe? Alafu leo bwana wako ni nani? Mbona tumjui? Mimi mambo yako sikufuatilii wewe. Utaniambia uniambie? Nimekwambia sikwambii. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani. Utataja utaji. Kama nataka nikupige wewe mtu mzima uaibike, endelea. Mimi I don't care kunivunjia heshima. Alafu kingine, usitake kunitoa peponi ukanipeleka motoni. Nimeshakwambia nataka uniambie huyo dokta ni dokta yupi? Nitakuvuga nyinyi tu, kwani na matatizo gani? Hebu mwachie. Nini akili? Mama nao napenda sana kumtetea mtoto wako. Huyu mtoto wako ni malaya sana. Namwambia nitajie mwanaume wake ni dokta gani, hataki kunitajia. Mama, nataka kumjua kazi gani unamtaka dokta? Wewe jamani, ngoja ni. Wewe bichi, wewe. Kwani una matatizo gani? Una jini la kupigana wewe? Una jini la ugomvi? Sio matatizo gani mama, mwanao umezidi kumdekeza huyu. Nataka nimshikishe adabu leo. Wewe jamani, unaheshimu wewe. Watakuwa mwanao. Tukue vipi mama? Haya mambo mengine wewe mama yakuhusu, kakae ndani ulale, sisi tutayamaliza wenyewe. Kwani jamani, nini tena? Kaka mimi dada usiyamaliza nitamuua. Nitakuja kumnyonga nakwambia. Mtoto anataka kunitia stress kila siku. Wewe unataka mimi nife kwa pressure? Kwa sababu gani ufuate misingi na maelekezo ninayokupa? Nitumie lugha gani uweze kunielewa? Kwa nini unanitia aibu? Sasa katika nyumba yangu siwezi kuruhusu tuishi kama kambare. Yaani mimi sharubu wewe sharubu. Na unapoelekea wewe Melinda, utakuja kunipeleka mimi pabaya. Nitakuja kufanya kitu kibaya. Sasa nimekuleta kwa shangazi hapa. Dada huyu mtoto wako kaa naye. Mimi sitaki arudi kule nyumbani kwangu. Ananifedhesha. Hebu angalia kiguo alichovaa. Hii nguo gani? Si aibu hii. Sasa dada, nikwambie haki ya Mungu, huyu leo ndo kavaa nguo ndefu. Hii ndo nguo ndefu ya heshima. Sasa hivi mimi narudi na wageni nakuta hali kama hii, kwa mfano itakuwaje? Anavaaga viguo, mimi mwenyewe nikipita na tazama hivi naona hii yaani hata sijui kalisi wapi upumbavu wake. Hiki ni kiguo kweli cha kuvaa mtoto ambaye anakaa na mzazi wake? Kwa mfano nimerudi na staff wenzangu, watu wanafanya nao kazi, wanakuta mtoto wangu yuko kama hivi. Hii si fedheha hii? Kwa hiyo nimechoka. Sitaki nimesema dada. Nitakuja kumuua, usije kusema sijasema. Leo nimekupa angalizo. Nimechoka. Mwisho wangu wa uvumilivu umefika mwisho. Sitaki anachonifanyia huyu mtoto. Sasa kaka, dada nimekupa na wewe utaishi naye. Kama kurudi kwangu ni pale atakapokuwa amejirekebisha. Lakini kama mtoto mwenyewe ndio huyo wako, kama utamchinja, kama utampika supu, hata akifa zika. Kaka, hivi na wewe tena imekuaje? Nguo gani unavaa hizo lakini? Auntie, naomba mniache na maisha yangu. Sitaki kusemwa. Niache na maisha yangu. Unataka kutoa kibanzi usoni kwangu wakati kwako kuna Bolt. Cheki naye mtu mzima ovyo. Niko huko nje nasikia tu mnavogombana na ndugu yako. Mnagombania mabwana. Hivi wewe na utu uzima wako huo ukagombana na bwana na huyo mdogo wako kweli? Una akili timamu? Cheki na kingo chako hicho. Mwambie mtu uzima kisheti asielewa. Hebu na wewe kelele pumbavu, wewe unaongea nini? Unachekea mada gani? Msuri yangu umefanya la maana kumshusha yule kubwa jinga yule. Kwani mlikuwa mnagombania nini? Basi kunyenje maana basi. Amjue mwanaume wangu, amjue alivyo, jina lake, anakaa wapi. Yeye anamhusu nini yeye? Afu kumbe ulinyia na akili. Hasa unaponea wivu wewe wa nini? Si ndio hapo. Sikia nikwambie. Yaani hapa sasa ndio nishati ya mgumu ndani. Yaani watafurahi. Yaani kuanzia wewe dada yako mtu mzima ovyo. Hatajua ajui. Yaani hapa kwanza nilipokuwa kule kwa baba, yaani nilikuwa na bano wewe. Nilikuwa nateseka ndani kwa kama vile mfungwa. Na tena wewe mtu mzima ovyo, yaani nitamkomesha ndani atapoona pachungu. Tena unomkomesha huyo aso, akome kufuata mambo yangu. Mbona atakoma? Huyu nishamsoma akili yake ilivyo, nitamkomesha. Yaani tumfanye vitimbwi mpaka yute kuzaliwa. Yaani hata juta, umndani kwa natamani kuama. Shoga yangu na wewe hicho kingocho kivaa kweli. Na babako mtibua. Sasa shangaa nini hapa jamani? Akatimia hapa nimevaa kabisa, nimejistini, watu nimependeza.
Sasa jamani, ningevaa zile nguo zangu zingine jamani, ningija huko ndani, simama hapa angezimia kabisa. Mbona hapa nimevaa vizuri? Wewe, yani hapa nimejistiri mwanzo mwisho. Yani hapa kwa naona inanibana, yani naona najichosha hata, yani nimechoka kuvaa hivi. Yani nina hivyo vinguo, hivyo vinjunga vyangu. Yani ningekuja navyo, sema baba kanikurupusha. Yani ile nimefika tu, kanibeba mzoga mpaka huko. Nini? Oh, sijui nini, sitaki kukaa na wewe. Sijui nini? Babangu mwenyewe kashanichoka, ni maka aleta sasa nitawashia moto mundani mpaka utaona mundani kwa yani hakufai. Babangu yani alichokifanya kama vile kumsukuma mlevi. Yani hapa nitajimoya moya. Yani kama naona hivi. Kazi ipo. Ila na wewe anti yako naye ujiandae, maana ni mfukunyuku, akikufuatilia fuatilia kweli kweli, sio mchezo. Kwa hiyo ujipange shoga yangu. Yani anti humu ndani, mbona atakimbia mwenyewe? Hata hajafukuzwa. Samahani kakaangu. Kuna mtu namuulizia, anaitwa Dr. Kitimbo, sijui unamfahamu? Dr. Kitimbo. Umeelekezwa anapatikana mitaa hii? Ndio, mtu alionielekeza kaniambia kwamba nikifika maeneo haya nikimuulizia mtu yoyote yule ambaye nitakutana naye anamfahamu, kwa lazima nitampata kwa urahisi. Huyo Dr. Kitimbo ukimwona kwa sura unamfahamu? Kiukweli kakaangu wala simfahamu, sijawahi kumuona. Ina maana kama endapo utanisaidia leo ndio itakuwa mara yangu ya kwanza kumuona. Na ulikuwa na shida gani naye? Kaka, hebu ungejaribu tu kunisaidia nimpate. Kuhusiana na shida yangu siwezi kukuambia, ni personal, ina maana ni private, siwezi kukuambia. Nisaidie tu kama unamfahamu ili niweze kuonana naye. Iko hivi, unajua nimekuuliza kwa sababu gani? Kama ulikuwa na shida ya tiba, mimi ninaye mtu wangu wa karibu sana, shemeji yangu. Anaitwa Dr. Chiko. Anamiliki vituo kadhaa maeneo haya. Na yeye pia ni daktari mzuri tu, kama ulikuwa na shida ya matibabu basi ningekuunganisha naye. Anaweza kukusaidia. Ndio umesema Dr. Chiko? Yeah. Hapana, mimi wala simuhitaji Chiko. Ninayemhitaji mimi ni Dr. Kitimbo tu basi. Dr. Kitimbo. Kwa bahati mbaya sina idea na mtu kama huyo na wala simfahamu. Lakini kama ulielekezwa yuko mitaa hii, anapatikana mitaa hii, labda uendelee kutalii maeneo haya na kumuulizia. Wanaweza kukusaidia kama yupo au hayupo, basi utakuwa ushapata jibu. Lakini kwa bahati mbaya hatukuulizana majina. Aisha. Jordan. Asante. Vipi mdogo wangu? Naomba unijibu kwa jinsi ambavyo nitakuuliza. Sitaki unimungunyie maneno. Unatoka wapi? Na kwa nini umeondoka bila kuniaga? Nilikuwa hapo nje tu. Alafu kwa nini sasa hivi mume wangu umekuwa na masuala ya kiuchokozi? Ase. Nikirudia kukuuliza kwa mara ya 3, nitauliza kwa vitendo. Sasa naomba niambie. Umetoka wapi? Na kwa nini umeondoka bila kuaga? Nilikuwa kwa jirani. Asa ndo unanipiga. Yaani, kama utachelewa kunijibu haya maswali ambayo nakuuliza, nitakupiga zaidi. Yaani hapa bado sijakupiga. Ila hicho ambacho kinafuata ndio kitakuwa kibaya zaidi. Sasa, kabla tujaenda mbali, tafadhali naomba unijibu. Unatoka wapi? Na kwa nini umeondoka bila kuaga? Natoka kwa mama. Umeanza lini kutoka ndani bila kuniaga? Umekuwa jeuri wewe?
au hii nyumba yako? Basi zungumza wewe sasa, kama umenioa mimi ili mimi nianze kufuata amri zako. Wewe umenioa mimi? Hapana. Sasa kama hujanioa, kwa nini unajichukulia maamuzi humo ndani? Niambie basi nijue. Inawezekana wewe ndo mume humo ndani, alafu mimi ndo mke. Kwa nini unachukua maamuzi bila kunitaarifa? Kwa nini umekuwa na tabia za kuchipua kama uyoga? Ni nani anayekupa amri za kujichukulia mamlaka humo ndani? Rozi, usinifanye nikaanza kukuazia vitu vibaya. Humu ndani utapaona pachungu. Hivi unajua ni mambo mangapi ambayo nimeyaficha kwenye moyo wangu ambayo yanakuhusu wewe? Unajua ni machungu mangapi ambayo nayapitia humu ndani nikiwa na wewe? Au unataka nianze kufufua yale ambayo yamelala kwenye kifua changu? Hivi uoni natumia nguvu kiasi gani kuzika maovu yako, lakini wewe unapalangana kuyafufua, si ndio? Unajua ni maumivu kiasi gani ambayo nayabeba kwenye uvungu wa moyo wangu kwa ajili ya kukustiri wewe? Unataka niwe shetani juu yako, si ndio? Sasa kama unahitaji mimi niwe shetani, nitakuwa zaidi ya shetani, kwa sababu yako mengi ambayo nimeyahifadhi kwenye moyo wangu. Nikiyatoa, hii dunia nzima itanishangaa. Sasa naenda kwa mama yako nipate uhakika kama ulienda kule. Sasa ole wako nikute kwamba wewe haukuwa kwa mama yako. Hapo ndipo utakapokuja kunijua mimi ni nani. Yuko waruwaru atabiriki, ukimwona dada pita baru mana ridhiki, kasimama kama kangaru pembe alifichiki, iwe chini kwenye marumaru ama kwenye kiti. Anavunja ndoa za watu, laia umemchoka, umepanga kujikusanya, pabaya utamtosa. Makubwa. Shoga yangu. Makubwa. Bibie huyo. Umekuja kujiachia mwenyewe. Na 4 juu. Una shida ya mtoto watu. Bibie. Bibie. Ukubwa wote unakunywa mirinda. Mtoto, naomba unikome. Tena naomba unikome. Alafu usinichukulie kwa kama unavyonichukulia. Pale nyumbani nilikuacha tu uongee yako kama mdomo chako, kwa sababu nilimheshimu baba yako pamoja na mama yangu. Lakini sasa naona unaingia kwenye 18 zangu. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani. Kingine usichokijua ni kwamba mimi na mdogo wangu tu jikwenu kwa sababu ya ngebe zako, jeuri, dharau, kiburi. Yaani unajikuta siwi nani. Sio unajiona hapa duniani umemaliza, si ndio Wewe nyinyi hamjataka kuja kwetu, nyinyi hamjataka tu. Sio kwamba sijui nini ti mjaamua kuja kwetu bibi, mngeamua kuja mngija. Kwani mlifukuzwa? Tena funga hiko kimdomo chako. Halafu nimepata taarifa kwamba eti umekuja nyumbani kwetu ili utukomeshe. Mimi na mamangu pamoja na mdogo wangu. Wewe kwa kujiangalia chini hadi juu, unaweza kunikomesha mimi wewe? Kwa taarifa yako kaa ukijua kwamba sijawahi kuwa na rangi mbili na rangi moja tu. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani. Wewe acha msipigane wewe. Niache nakwambia nikomesho. Weka kanani cha kukalili. Yaani nakwambia ushaingia kwenye 10 zangu nitakukomesha pumbavu. Sasa subiri. Kijana wangu. Naam. Kwanza pole. Lakini mimi nataka nikwambie jambo moja. Binti yangu nimekuozesha bado ni mdogo sana. Na nilikuozesha ule binti yangu kwa sababu ya heshima ya mama yako. Kwa maisha ambayo tumeishi, tulikuwa tunapendana, ni family friend kubwa. Tukafikia mahali pa kuona sasa tumatch damu, tuchanganye damu. Wewe umoe binti yangu ili ule ukaribu wetu uweze kuendelea. Na yule binti bado ni mdogo sana. Kwa hiyo nilikuwa naamini kabisa mama yako atanisaidia kumlea yule. Lakini isivyo bahati,
Mama yako anaishi kwake na nyinyi mnaishi kwenu. Japo najua hakuna kilichoharibika, lakini muhimu mlee binti yangu, kwa sababu mnaamini wewe umepevuka zaidi kiakili, na mwanaume ni kichwa cha familia, na mwanaume ni mlinzi wa mwanamke. Acha ulinzi tu, lakini ni msimamizi wa mwanamke. Ndoa ikiyumba, mwanaume anakuwa hajaweza kusimama kwenye nafasi yake kama baba, lakini ndoa ikisimama, ni mwanaume amesimama vizuri kwenye ndoa yake. Mwanangu wa kiume, wanaume wamepewa uvumilivu. Naona ndio maana wanaume wamepewa hichi, hajapewa mwanamke, amepewa mwanaume. Ni kwa nini? Kwa ajili ya kustahamili mambo, kwa ajili ya kuhifadhi mambo, kwa ajili ya uvumilivu. Ndio maana wanawake tumenyimwa, nyinyi wanaume mmepewa. Ina maana ukiyumba wewe katika familia, ndoa yako inakwenda kuyumba. Lakini ukisimama wewe kwenye familia yako, ndoa yako inaenda kusimama. Yule bado ni binti mdogo, kuna vitu vingi havijui. Na naamini kabisa wewe kwa umri wako ulionao, vitu vingi utamfundisha yule. Wanawake sisi tunavyotuona, sio kwamba tuko wema sana kwa waume zetu, hapana. Bali baba zenu walituvumilia mpaka hapa tulipofikia. Walituvumilia kama mama zenu. Mwanamke, hata katika vitabu wanasema mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kiukweli mimi nimekuelewa sana mamangu, na maneno yako yamejaa hekima pamoja na busara. Lakini kiukweli kinachoendelea kwenye ndoa yangu kinanifanya pia niyakumbuke maneno ambayo aliwahi kuniambia babu yangu kipindi ambacho niko mdogo sana. Aliniambia kuwa mwanamke mahiri humfanya mwanaume maskini kuwa tajiri, lakini mwanamke mrembo humfanya mwanaume tajiri kuwa maskini. Na hili ndio picha ambalo naliona kwenye ndoa yangu. Lakini tu nikwambie mama, mimi nimeelewa sana maneno yako na nitaenda kuyafanyia kazi. Ingawa lipo jambo lingine zito sana, kwa leo nisingependa kukwambia. Nitakuja wakati mwingine ili tuweze kulizungumzia. Mimi nikushukuru mtoto wangu, lakini naendelea kukusihi sana. Mwanaume ni kichwa cha familia. Endelea kusimama na kuwa mvumilivu.